Consider kuja kucheza ligi yetu Kenya. Why not? You consider. This is the chance now. Yeah. Why not? Yeah. Nikiwa bora nilikuwa napewa salary poa kushinda hata nilienda court. Ya niliingia second half na nilipiga goal sana Masero alipata gaji. Yeah. Sababu yangu ilikuwa Masero. Nikaingia. Na kaingia ukapiga bao. Mali hujazoea uko peke yako, it's boring. Mimi wana saa zingine wachezaji wanakuwa judged that wale ndio fail trials. Because hiyo winter kwa mchezo. Ni normal. Kenya Football Dialogue. Talk the game, live the game. Hello my good people, my captive family. As usual, tunawaletea stories in our Kenya football just from grassroots to professional league. Na leo niko na Kenya International. Chaji introduce. Naitwa Musnondi. Unasema Kenya International. Unajua kuna coach fulani kwa anaojiwa. Hapa kwa Liza Zanka. Hapa Liza debate na yake. Sasa kama uchi football. Kama unajisikia. Unajisikia sana bwana. Ukaje wewe? Uko poa? For introduction maybe msee amepita juu Amos Nondi ni nani, maybe who is Amos Nondi? Nasema kwa mwenye juu mimi ni Amos Nondi Obiero. So first nichezea Kenya for so long. Nimeficha tu for only two teams in Kenya. Which is Gor Youth. Nasema Sony Sugar for 6 months na Gor Mahia Senior. Before tukuje huko kwa Gor Mahia, foundation yako football ilianza wapi mtaani? Nimegroia mimi mzaliwa wa Githurai. Huko ndo nimezaliwa, huko ndo nimeanza ball. Hapo ndo nimeanza ball yangu mimi. Okay. Ulianza mtaani? Nilianza tu mtaani. Ground najita Panpieri. Mostly watu wengi wanaitwa Panpieri najita. Sasa iko na wako na team inaitwa Gas. Githurai All Stars, I think wamepanda Div1. Walikuwa promoted. Few weeks ago. Okay. Yeah. Nani ni sport kule? Hiyo life ya ghetto unajua sasa wasio kiona wakisikia ghetto is like the ghetto wenye nakuwa. So how was the foundation yako hapo kwa ghetto? I think foundation yangu hapo I think ball iko kwa familia yetu. My father was a footballer. Aliandikwa job through football. Okay. Unfortunately that time alipata injury ya goti, but the good thing alikuwa employed. So akaendelea na hiyo life ya employed. But alikuwa footballer, so it was a family thing. So it was easy even for coach to sport. So it's not something that me ndo nianza kwa family. It was with my grandfather, my father. So mimi niko generation. Okay. Ulikuwa unapiga tu mtaani, ulikuwa unacheza timu? Nimechezea mtaani. Nimechezea back. Zilikuwa manda 12 hizo maisha. Hizo maisha zikuwa team fulani wanajiita Fallujah. Fallujah ndio wazee Fallujah hapo, coach anajiita Coach Wish. Bado hapo together hapo. So hapo ndio nimeanza bola hapo. Rest ni story. Ni story. So ulipotoka mtaani ukaenda direct to Gor Mahia? No, nilikuwa chezea mtaani hadi hiyo primary nasomea Resambo. So after Resambo high school ama? Resambo primary. Nasomea kwa Resambo primary. So hiyo age, so kulikuwa na coach, tulikuwa tunachezea timu fulani inajiita ilikuwa huko Parklands. Sorry nimesahau jina kidogo. So huyo coach alinisport akanipea scholarship ya kwenda kusomea high school ya kuja Kabunga na Manda. So alinisport. Ilikuwa ni kama nini friendly? Ama ilikuwa ni games za shule? Haiko games za shule. Alikuwa ni tuzi lap ile like wanasemaga like whenever you are playing unaweza jua nani anapiga. So yeye alinisport hapo. Nikakuja Kabunga na Manda. Ndio nikapelekwa through game high school. Through game? Nimesomea. Siaya? Katitu. Katitu. Iko Romabay County. Romabay County. Ile njia kwenda Katitu, ile njia kwenda Ahero. So unaacha hiyo ukiwa kwa hiyo unatoka Kericho, kutoka Kericho kwenda Kisumu. Hapo ile Ahero unapiga left Katitu.
So only that because of the game. It was scholarship, and then we are a family of 4. So I'm the second born, and then things were not good. So if parents, even if ningekuwa in my shoes ya parent wangu na nimepewa scholarship ya mtoto anasomeshwa bure, singeacha. So alichukua na nikamalizia form 4 through game. Okay. Yeah. Okay. Na bado hapo through game uko naipiga sana. Yeah, through game is being inajulikana through sports, the likes of Aliabondo, Laberi, Msoma, and the rest. Lakini huko hapata hiyo time yako. Sikuwapata. Okay. Sikuwapata hiyo time. Sikuwapata. Okay. So okay, ulipotoka sasa hapo through game. Ukaenda direct to Gori. Kulikuwa sikutoka through game nikaenda direct Gori. Nikiwa form 3 kulikuwa na hizo tona za KPL. Hizi za under 20. So tulikuwa tunacheza games za shule. So kulikuwa na coach wa Chemilil. Hiyo time kulikuwa so alikuwa anajaribu kuscout wachezaji. Ndio hiyo time nilichief. So akakuja akabonga na deputy principal. Akawa interested na mimi, akasema sawa. So ndio nikacheza Chemilil under 20. So hiyo Chemilil ndio kazi Chemilil under 20. Chemilil tulikuwa na Joseph Okulu. Tulikuwa na timu moja. Mlikuwa timu moja? Tulikuwa timu moja na Joseph Okulu. Huyu ni midfielder. Joseph Okulu defender. Defender, okay. Ni France hapo Reps. Yeah. Tulikuwa na hiyo Chemilil. So tukakaa za Nairobi. Yote mko na coach Wanjala. Coach Wanjala. Coach Wanjala. Ile alikuwa senior sasa. Coach Wanjala ndio coach. Wanjala ni Nairobi. Wanjala alikuwa assistant. Kulikuwa na msaidizi hapo msapere. Sio Nairobi amesikia. Alafu assistant alikuwa coach Wanjala. Kaya. So tukakaa Nairobi tukacheza ile under 20 tukatolewa quarter finals na Mathare. Na Mathare kwa Impala. So mimi si moja nilikuwa nacheza tu my best hivyo. So deep down sikuwa najua bora kwa interest. So ndio kama approach kwa namba mother kwa tuna communicate. So nilikuwa nafanya shule na kuja mjini nao Nairobi. Okay. Bado kwa high school. Kwa shule la kutoka na bado kwa high school. Okay. So after form 4 ndio nikajoin sasa nikajoin full. Yeah. Okay. Na time Gori kama ndio nilipenda. Bado yuko register ligi, ilikuwa bado hizo friendly hizo ligi kisha hiyo time yenye ligi ilikuwa na run from January to November. So hiyo December unajua almost senior team wanapo hiyo off. So sisi ndio tunaenda hizo na Kindu Bay, Homa Bay, hiyo kupeleka cup kucheza huko. Sasa tunapigishwa hizo malapo. At least tunapata hizo exposure ndio. Okay. So hapo Gori tukapiga polo. Sasa Gori ilifika mahali sasa Gori ikakuwa wanataka kuregister team kwa hizi ligi za lower leagues. So by then kulikuwa na huyo former secretary general Chris Omondi. Yeah, so wakachukua team, wakaregister team. So ikakuwa sasa ni serious. Sasa ndio iko kama feeder team ya senior team. Wakaregister team, kulikuwa na trials. And I remember kulikuwa na trials hapo CT. Watu walikuja wengi. Wamekuja wengi. Kwa trials was in like 15 minutes. So 15 minutes try uonekane. Yeah, try uonekane. Na hapo mko wengi? Tuko wengi. Alafu sasa coach alikuwa Morris Onyango na the late pro. Yeah, Zambo. Yeah, pro. So ndio kama coach. So nikakuwa niko ndani. Tukakuwa tunacheza hizo ligi. Tukakuwa tunashinda. Tulikuwa deadly mbaya. Kuna wachezaji mpaka saa hiyo ni kulikuwa na Nyakea, kulikuwa na Teddy Usok. Mlikuwa nao hiyo? Tulikuwa nao hiyo. Kulikuwa na Nyakea, Teddy Usok. Mwenye unfortunately story ya doping ilimshika. Mimi nilikuwa na kina Jay, kulikuwa na bro ya Humphrey Mnyeno, anaitwa Hassan Mkambazana kwa. Nilikuwa na bro
yake, kulikuwa na Kamwana, kulikuwa na Pache, Lule, Achkobe. Tulikuwa tuko sawa kabisa. Tulikuwa timu yetu ilikuwa complete ile kabisa. Yeah. And then hiyo time yenye Goro walibeba unbeaten. Sisi pia tukabeba youth unbeaten. Youth unbeaten pia Gor Mahia kubwa mbaya. Yes, pia unbeaten. So ikakuwa ni kitu ilikuwa ni serious. Kukakuwa na interest kutoka other clubs, wanataka huyu. Hiyo time mlikuwa mnalipwa? Hiyo time hatukuwa tunalipwa. The good thing kitu poa ni after game mafans walikuwa wanakuja wengi. So kama Gorsino walikuwa wanacheza maybe Saturday saa 10, si game yetu ilikuwa ni asubuhi. So mafans walikuwa wanakuja asubuhi. Walikuwa wanakuja wengi. Hata tu ndio wapi tu walikuwa wanakuja wengi. So kulikuwa na trend after game. Kuna mtu mmoja angechukua maybe kofia ama pepa hivi anachangisha do. Unapata fare hapo narudi home. So hiyo time ilikuwa tu ni passion tu, unafanya kitu unapenda. Unafanya kitu unapenda. So tulikuwa tunaambiwa tu one day utapata something will come. Okay, kabidi something will come. So but dunia unfortunately si kila mtu anagasa. So I want to know the transition now from youth to the Gor Mahia kubwa sasa. So kulikuwa na unajua Chris Omondi alikuja na hiyo na some of the people, si peke yake. So many people, akina mwenye saya connect ni Kisumu ama ni Nyanza Kale. Akina Kale ndio alikuwa hapo, akina Nyangi na bodi ya Licasto ya Nairobi. Akaja Nyangi alikuwa hapo, kuna Mlisodembe anafanya kwa Saira Mogi. Kulikuwa na wengine Manasi. Kulikuwa na so many people walikuwa so interested kwa hii Gorilla kwa michukulia kama project kubwa kabisa. So ikakuwa like kuna so many pressure kutoka kwa so many teams. Wanataka huyu. So what nilikuwa nasikia ni wanataka kutusign kwa senior team, alafu tukienda kwa those team to on loan kupata hiyo experience. So kuna time tulicheza na I think unaweza kumbuka kuna time timu ya Italy ilikuja hapa ya wanane. Kuja kucheza na Kenya under 23. Hiyo time tukacheza nayo. Ulikuwa kwa hiyo nilikuwa Gori. So initially tulikuwa kucheza na Kenya under 23. So si hapo ndio kama friendly so tukacheza nao kasa. Bana ndio nako matu kwa jua nako na game. Time nako matu kwa hiyo time ndio ilikuwa ni. So alafu tukacheza game poa. Unfortunately tulishindwa. But after game Nzuki ndiye alikuwa kapi Tanzuki. Nzuki tumetoka mtaa mmoja game. So akanipigia tena akaniambia mnyanya mlami anakutaka. Of course wale kuna channel zenye ningepitia. Mlami wani wa wanakuma. Hiyo time nakumata wako na pesa. Mlami anakudai. Anakwambia jo siwezi toka tu hivi. Lazima channel mbonge huko. Ndio nijue venye release. Hata si release watania chini tu nikam. Siwezi toka tu na kichungu. Basi nikatoka nikamwambia Chris, nikamwambia nianze na kuna mtu anataka itakuwa aje. Ananiambia sawa, sijali wewe ni kama siku 2-3 nakwambia. Hata kumaliza kama hata hizo siku 2-3 ananiambia kesho asubuhi na kutumia fare enda Awendo. Kwa Saudi sasa. Enda Awendo. Mimi nikaenda. Awendo sasa uko unaenda kwa nini? So nilikuwa nimekaa trials. Ya Solid Sugar alikuwa Awendo. Solid Sugar za kubesta Awendo. Ulikuwa usaini na hapo match lakini pia Solid Sugar anataka. Sasa si baadaye ndio nilikuja kurealize na kwambia. So si mimi kama niende Awendo. So si mimi nabeba boots zangu kila kitu. Nimeenda Awendo. Ndio kufika hapo kompyuta. Kuchukua. Kufika na club house so si mimi na train wiki kapita. Sambi tu kapita. Sambi tu yote. Sasa nimebaki kama siku kama 4 ama 3 hivi. Wewe ndio usizifungu. Nikamwambia Chris.
watu wanapiga pressure itakuwa aje na hata wako ready kunitumia fare. Hapo hivyo ndio akapigia kocha alikuwa Zedekaya, alafu assistant wake alikuwa Salim Babu. Nikapigiwa simu nikawa club house nikaambiwa kuja huku ni contract nilikuwa sign. So all this while sikuambiwa ni ninaenda kusign, niliambiwa ni trials. Ndio nisifike nilegeze. Wewe can give it all. Mimi can give it all. So nikasign huko for 6 months. For 6 months. Unfortunately game ya 3 Zedekaya akachujwa. Nenda amekusaini. Akachujwa. Nakumbuka game yangu ya kwanza KPL ilikuwa na Guinness Bandari. Game yako ya kwanza? Game yangu ya kwanza. Bora ndio ilikuwa Jabura. Yes, hizi sawa hiyo. So goalkeeper trainer. Hiyo tena ilikuwa Bandari. So hapo umetoka fresh from nini? Unajua sasa hujacheza NSA kitasijua. Wewe umetoka direct from the youth. Nimetoka direct. Mimi sijacheza NSL, sijacheza leo ligi. Before tukija hapo kwa game ya kwanza, I understand ukiwapa Gor Mahia youth ulikuwa mpiodo kwa motivation. Ukienda kusign contract ya Sony, walikuwa kiaje? Waliniwekea gani sasa unajua contract yangu that time mwenye alikuwa ni kama mwenye ananiguide ni Chris Omondi. So yeye ndiye alikuwa na everything from so hata hiyo contract ilitumwa kasoma kwa nini kila kitu kwa sawa na sasa. Because na trust till date tunakoga in touch na. So hiyo ndio nilisema ilikuwa my first salary. At least salary yako ilikuwa ya football. At least unaona football is now paying. Ulipata ukiwa sawa. Game take me through game yako ya kwanza na Bandari. Game yangu ya kwanza Bandari niko bench, sijaanza. Niko bench. Sitaki kutaja jina huko mchezaji mwenye alipigwa sub first half. Alipigwa sub first half. So niko bench. Nikaambiwa tu kama ndio home. Mimi nazungumza tu kwa mkijua game stacheza. Dogo hivi au msikuje kaingia first half ni. First half. Around 30 something minute nikaingia. Ndio Mungu kwanza. So niliingia na uoga. Game yako ya kwanza KPL. Hapo unakutana na Bandari. Baada kupenda tena kina Saha walikuwa huko, Saha mwenye kugol saa hii. Amsa Sembeka. Walikuwa kina Mea. Walikuwa huko. Angelo ndio kwa bora huko. So tulikuwa na good communication nao na usijali ingia cheza hapo furahia hivi. Naweza sema naweza give it like nilijaribu but being that naingia in a big stage kuna some mistake nilikuwa nafanya but ilikuwa na sana ndani. Okay. So ukapiga season ngapi? So nilicheza for 6 months. For 6 months? 6 months. Half a season? Yeah, half a season pekee. Gor Mahia the reason why I nilicheza 6 months si venye Zedekaya alichujwa. So Salim Babu ndiye akatake team. Kuna different coach, kila coach ako na philosophy yake. Sure. No. So Salim alikuwa na philosophy yake which later on nilikuja understand. But that time nilikuwa naona amuna ananiweka bench ile mtaki. Gameplay yake ilikuwa so different. Gameplay yake na approach game. Being that nilikuwa young sina experience. No. So later on nilikuja ku realize kwa nini alikuwa ananiweka bench hapo nataka nicheze. So after hapo sikucheza game yoyote mpaka until nilikuja kuchezea game hapa Nyayo. Kucheza na Nakumatt tukatoka Goma Pena. I think ilikuwa ni top 8, top 8. So tulicheza gapi hiyo game? Watu walikataka kucheza, mpira alikataka kucheza. Kwa sababu ya ganja ama? Season imeisha, kuna wanasema je tunataka rest. Hivyo. So wala ndio chance sasa. Wala ndio chance nikacheza. So ofisi walikuwa hapo juu, na game hapo. Kina Julai walikuwa hapo. Ni after game. Julai ndio alienda niambia tu tomorrow let's meet in the office. Maybe. Hiyo Julai alikuwa na Gor Mahia. Julai alipatia ndo. Sasa before tufikie hapo kwa Gor Mahia, najua tuna story mingi hapo kwa Gor Mahia, ni team yenye at least shine sana. Nadhani hata collapse yako ya kwanza ulipata ukiwa Gor Mahia, si ndio?
Junior team. Junior team. Yeah. Okay. My people, if you're looking for a place to chill, a place away from home, Laurel Hills will go to you. Check this video. Welcome back guys. Bado tuko na Nondi. Nondi sasa umeingia Kogalo. Gortimbe. Sasa jamaa alikuwa ni from the start. Waliona tu because hiyo game nilicheza 90. I think waliona nile give it all. Alafu wakadecide tu sasa nirudi. So nikarudi. Naomba kesho kuja ofisini. Aliniambia tu tomorrow let's meet at Mayfair. Mostly Gor Mahia players when ukipigiwa simu and let's meet at Mayfair office. Unajua hiyo Mayfair office. Kumisha mbali. Nilikuwa napiga stories moja na Mieso hapa. Yeso akaniambia Kalekwa alimpigia simu. Kalekwa hiyo time Kalekwa hapo kana ofisi. Alipiga simu, "Oh, baba uko wapi?" Wabeni kutika. Kalekwa alikuja na do cash. Cash anaingia kwa gari yake anapata do iko cash. Jamaa anafikiria wana mbili. Na alikuwa Sun FC. Mtanisamea. So walikuita kwa ofisi? Mimi nilienda kwa ofisi. So being that nilienda kwa ofisi, as nimekuambia Chris Omondi alikuwa ni kama father figure kwa football. Kampigia simu, nikamwambia nimepigiwa simu, akaniambia yeye anajua kupigiwa simu, so nilikuwa najua. Akaniambia sawa, enda. Alafu sitaki nitakwambia. Sure. Yeah. So nilienda hapo hivyo tukaongea nao. Kama brief nikapata na chairman Ambrose Rachel. Rachel alikuwa bado yote. Bado alikuwa chairman. So tukaongea kaniambia tunajaribu ku brief becoming back to the team. Tunajaribu contract yako, tunatumia usome. Then kama kuna representative na some if there is something we can rectify kama tunataka kuadd tuambie. So na wakafanya hivyo, nikaitwa referee nikasema. Ukasai. Nikasema. Kaingia Gortimbe. Nikaingia. Na ilikuwa ni one of your dream team kuchezea. Yeah, ni one of the I think almost all players. Okay. No. Kimimi I think. Huyu ni Mjaluo. Si mambo na hiyo. Ukienda ukifika hapo Western, upatane na Wafula. Kila atakuwa associated na best team sure na victory. Na kila mchezaji anataka kuwin the trophy which is the league. Okay. Sijasikia vibaya. Kama ni scout guys, FC mnafaa kutoa kwa hii aibu. At least to rudi to the winning. Tupate hata kwa 1998 basi. Okay? So umeingia kwa your dream team now. Yeah, nimeingia. After you understand Gor Mahia ni team yenye iko na lot of pressure. Of course niko na pressure. Hapo hivyo yupo kuna wenye wana kuwish good luck. Kuna wenye unafiki pia iko hapo. Kuna wanakuambia kuna tutafanya hapo utacheza. So ni wewe the person mwenye anakufeed information kwa kichwa chako na kaaje. Luckily mimi niko na the likes of Makonde na Chris na Kale. So kuna you I know by now unaambiwa so many things. So it's upon you ujue kama itakuingia kwa kichwa ama utaendelea kucheza ball. So niliendelea being positive, kulikuwa na hiyo time kulikuwa na majina. Ya kulikuwa na Uchu katikati ya Tuso Wendo. Usema kila Wendo na Kahata kutoka Biko na Kagere Tuisenge Zigimana kila Zigimana Musa Boniface Lord Jeremy mzee huko tenzi hapa nenda kucheza wapi? Kulikuwa na hiyo but ndio Mungu tu chance yangu kulikuwa na hiyo excitement pia. Excitement ndio kuna push pia. Excitement like
these people nimekuwa nikiona kwa terraces now, training with them. So ilikuwa kind of pia motivation kwangu. Alafu hiyo pia nikisign, then Marcelo pia alikuwa anasign. Marcelo pia wanafanya. Marcelo pia alikuwa anasign. Marcelo ametoka straight from Kakamega. Amekuja very good. Nilikuwa na Marcelo kwa baadaye unazarudi ukachekisha Marcelo. So ni the same time. Hatukusign the same time, but tukiunveiliwa, tuliunveiliwa. Yeah, tulikuwa the same tukiunveiliwa. Yeah. Kwa tuliunveiliwa Nyai. Okay. Yeah. Okay. So take me through game yako ya kwanza nao. Juu unajua umefika Gor Mahia kwa na majina yote tajika. Yeah. Ukiangalia tuseme kama ni midfield imejaa na mafundi. Ukiangalia full back imejaa na mafundi, striking mafundi. Yeah. So game yangu ya kwanza ni take time before because nilikuwa na train, nilikuwa kutrain na kuja na train. So game yangu ya kwanza ilikuwa ni venye walisign nini huko cha naitwa Zimaria. Okay. Brazilian. Zimaria ndiye alipeleka game yangu ya kwanza. Being that alipeleka game yangu ya kwanza, hakuwa na believe na jina. Because ni coach mwenye amecheza in all stages. Cheza Champions League, amecheza World Cup. So anajua. Ni yule coach mwenye aendi na wave. Anatia mafans tunataka. Mwantasiri mzungushe. The famous sawa hakuwa tu sawa. So game yangu ya kwanza, if I'm not wrong, ilikuwa ni against Moroni. Yeah. Moroni Youth. Adagala. Ilikuwa against Moroni. If kama si Moroni ni Chemili. Yeah, I think ilikuwa ni Chemili niliingia second half. Nikapiga bao. Mzee choma shule. Lakini ilikuwa hiyo si kwa senior. Ilikuwa hivi hapo. Ingeweza kwanza na kitu kapiga bao. Niliingia second half. If I think your clip iko kwa YouTube. Niliingia second half na nilipiga goli sana. Marcelo alipata goli. Sababu yangu ilikuwa Marcelo. Nikaingia. Na kaingia ukapiga bao. Niliingia nikapiga bao. Kwa tulishinda hiyo game, I think 3-1. Shabi ndio anakuja anakuwa wapi? Pressure sasa. Kulikuwa na hiyo excitement hiyo, so mali sasa ilianza game ya pili yangu. I think ilikuwa ni finals tukicheza na Moroni. Ile tuliluziki 1-0. Moroni knock kabisa, tulijaribu everything. So hapo ndio kukakuwa na is a young player, ana experience. Watoto. I think from that year we go beyond the mission. Okay. Good. Game ya mwisho gani? Yeah. So from Gor kana. Fungoza hapo kutoka nje. Okay. You see hizi signing zako ni tu mostly uko unategemea. Siko nategemea. So hii message kwa nao that tumepata timu majuu na nini ilikuja aje? Juu yako kani dream ya every child. Every child like your time anataka siku moja nicheze game nitoke out of the country. Mimi message nilipata kutoka nje. It's hiyo time hata nikitoka nje ni Marcelo alituma kutoka nje. Okay. Marcelo na mwenye representative wake wa shule kwa agent. Vincent Opio. Mwenye alikuwa anafanya kwa journalist kwa Nation Media. Hii ndio sema kwamba tulikuwa Marcelo akisign. So tukiwa ndani ya Igor bado wote Marcelo tulikuwa mimi naye. Alikuwa tumetwanga. So there was a time even Zimaria kwa joking that wanasema brothers. Kwa brothers. So tulikuwa close na Marcelo kabisa. So Marcelo akatoka. Ndio alitoka sana hapo January. Kutoka January akaenda Georgia. Kutoka Georgia timu inajiita Portical Kate. So akaenda huko ikakuwa like unajua mali hujazoea huko peke yako, it's boring. For most people when you cheza outside, sure. Ni boring sana. So akarequestigi agent wake akamwambia sijaribu kuja kama amoni za kuja huko. Kwa sasa tunaona watu but mimi sijui. So hizo ndio wanaume wengi unaweza taka kucheza nje na unaweza
unataka. Of course. Nikakuja hiyo time nikakuja kwa work. Then mimi nikatoka 2017 June. Ndio nikapata flight. Nilitoka na John Mashari na Madari sana. Mashari. Ngeenda Georgia. Tulienda same team na Marcelo Luko. Okay. So night na sasa tuko watatu. So it was kind of joy for myself because now I see my brothers. Tunaongea same language. At least hakuna ile boring. Bored. Kabisa. Okay. Yeah. Leo kwaje kwa mwanzo? Ilikuwa luckily si tulienda kama ni summer. Si hatukwenda kama ni winter. Hiyo ndio the good part. Because most of the time mimi wana saa zingine wachezaji wanakuwa judged that all endo ka fail trials. Because hiyo winter kwa mchezo. Ni normal. Ukipelekwa trials time ya winter, wao amba tu Mungu yani na train tu mali imefunikwa. Because hiyo baridi inakuwa iko rahisi. Ni normal kaujazoea. Unazoea tu kutrain kwa gloves. Au na film yako ni nzito before kuja adapt. True. So nikuja kwa rahisi kwetu kwa sisi ni sama. Tukacheza magame, tukadapt tu poa. Mimi nikatoka kama attacking midfield. Okay. Number 8. So Lanza kuna ndio maana nguvu nyingi acha nirudishe 6. Ukacheza hapo vipi? Ndio karudisha 6. Ngarudisha defensive midfield. Mimi siko na defensive midfield. Bogoje za attacking. Ndio za attacking. So Jojo alicheza for how many seasons? Georgia nilicheza Poti for 6 months pia. Okay. Alafu nikabaiwa na timu inaitwa FCD. Okay. So ukacheza na Marcelo. By the time natoka Marcelo alitoka Kanyanja. Okay. Marcelo alitoka kaenda Albania. Timu inajiita nini? Ngojea. Nakwambia jina acha nikumbuke. Akaenda Albania. Na coach naye alimsign ni Zimaria. Na hiyo time Gor ni Zimaria alitoka Gor akaenda Albania. Okay. So alipotoka na ukapata pia chance pia kutoka. So Marcelo alitoka akaenda Albania. Mimi si nimekuja home ndio December. Kurudi nikaenda tu na hiyo timu yangu pre-season Poti. Kumbe walikuwa na work. Kwenye transfer yangu itafanyika. So tumerudi pre-season tunaenda kujaribu kuanza hii league. Amkambo Hamus mbaya na timu ya Itagila. Ndio kaenda dini. Sasa hiyo kwanza ni mrefu sana. Ela ni ndefu kijana mtaani zile kwa juu. Haikuwa funny thing hata nikisema many people hata niamini but nikiwa Gor nilikuwa napewa salary poa kushinda hata nilienda Port. Yeah. So I had to sacrifice. For the money at least. I had to sacrifice because mwenye pia nilikuwa na deal nayo mimi mwenye agent wangu mpaka leo. I had to sacrifice because I remember kuna opportunity hapa hivi ni stepping stone. Even story ya the great our legend in the country Wanyama akianza ndio lazima uanze somewhere. Sure. Na kuna vitu uta sacrifice. So ndio nilikuwa napata goal ilikuwa mwa kushinda wote. Okay. Hiyo ni sacrifice for the career na kuenda acha tu niende for the sake ya you never know what itakuja. Ndio kafuata pia ukaenda Albania sasa. Sikumeka Albania, nilicheza Georgia for 4.5 years. 4.5 years. Okay. Na bado pia ulikuwa unakuja national team pia? Sikuwa nakuja national team. Kule hapo national team ya kwanza ulipata ukiwa Armenia. Ukiwa Armenia? Timu inajiita Rata Armenia. Okay. 2021 under the late Firata. Nini ukapiga bao nini Qatar? Na sio. Hiyo collab yangu kwanza nilicheza kama right back. Okay. Uganda. Ile tukidraw 1-1. Okay. So mkuja national team unapata kina Wanyama hiyo time nikiitwa Wanyama kwa national team. Wanyama nimeshare naye nikiwa
after ile under 28 ya under coach John Kamau. Okay. Ndio tulishare tu na wanyama pitch hiyo tu kutrain, but miss come to the final school. Okay. So saizi uko kuna timu gani saizi? Sasa mimi ni free agent. Unaweza consider kuja kucheza ligi yetu Kenya? Why not? Unaweza consider. This is the chance now. Why not? Ligi yetu unaionaje compare na hiyo ligi? Unajua umekuwa na juu for some time for almost 1.5 years. Ligi yetu unaona tuko wapi? Ligi mimi sometimes nikikaa mimi na kuna game. Ligi yetu na grow. Na poa compared na hata hiyo before ligi imesema grow. And then kuna young talents on Kansai, unlike before like ungepata kijana mdogo maybe anaingizwa anacheza maybe 18 akushoni anacheza KPL asikuwa, but now on the likes of kina Mbaya Mdada like kuna young talents Aroko wanatoka nje like kuna there is something asi lazima yani si lazima tuende Africa hapa bado we go to Europe. And the good thing here after hii maybe AFCON we don't know, maybe so many players will go. True. Tuko tunamalizia anything you want to speak to your fans. Unajua msema you are role model to a son someone ya kijana mahali na zamani game yako yani amekuwa so inspired na game when you unacheza. So any message unamwambia? Message naweza peana ni like don't lose hope. Ile time kama unaenda lose hope, there is something going on. There is something ahead. Sure. Amana to discipline, trust in God. Whoever you trust, but you trust kabisa. Because not all of us we are Christian. Kuna wili wenye parents. Sure. You believe God. So wewe mwenye una believe and discipline to money. Keep pushing. Thank you for coming. Thank you so much. But guys, as usual niwaambia msemo unatoka bure. Amos Mondi, Kenya International. Umse amecheza away outside country for 4.5 years. With a lot of experience. So guys, rudi nyuma. Make sure umepata something itakusaidia you as a footballer, stakeholders. Make sure umepata kitu. So thank you for sisi. As usual my guys, please subscribe. Road to 5K. Yeah? Wase to support at least tuwalete wachezaji wengine na story nzuri sana za football. So thank you for being with us. See you in the next video.